Asante sana mwenzangu upande wa pili wa studio. Hapa nipo katika kaunti ya Uasin Gishu katika jiji kuu la Eldoret, ambapo tu baada hivi punde tu serikali iliweza au bunge la kitaifa liliweza kutoa rasmi mswada wa fedha wa mwaka 2025 ili wananchi waweze kujadili au pia waweze kuzungumza kuhusiana na mswada huo, kama tu ilivyo katika katiba, kuweza kuruhusu umma pia kuweza kuchangia katika shughuli zote za serikali. Na hapa nimeweza kutembea katika kaunti ya Uasin Gishu, labda tu niweze kuzungumza na mkaaji mmoja wa kaunti hii ya Uasin Gishu aweze kutuelezea ni kipi ambacho anafikiria au maoni yake ni yapi kuhusiana na mswada huu wa fedha wa mwaka 2025. Kidogo tu labda utaanza kwa majina na uweze kutuambia katika mswada huu wa mwaka 2025. Je, umeweza kufanikiwa kuweza kujua ni kipi ambacho kiko katika mswada huu wa fedha wa mwaka 2025? Kwa majina naitwa Omwetureko. Mimi ni mkaaji wa hapa Uasin Gishu, na mswada wa mwaka 2025 nimeweza kuchungulia, na kusema ukweli ni kwamba ule mswada uko na vipengele ambavyo ni vya muhimu kwa maisha ya mwananchi wa kawaida. Siwezi kuulinganisha na mswada uliopita wa mwaka 2024. Okay, nimeweza kusikia umesema kwamba kuna vipengele muhimu. Labda tuweze kutuelezea ni kipengele kipi muhimu ambacho unaona kitaweza kukufaidisha wewe kama mwananchi, au kitaweza kuleta faida gani? Kwa sababu umeweza kusema kwamba ni tofauti na mwaka uliopita. So utakuwa unatuelezea tu ni kipengele kipi ambacho umeona umo ndani kimekufurahisha au ni kizuri, kitaleta faida kwa mwananchi wa kawaida. Mwanzo ni zile taxes ambazo ule mswada una propose ya kwamba ziweze kubaki mahali ambapo zilipo. Kwa hivyo zile taxes hazitakuwa zinapanda kutoka mahali ambapo zilipo. Vile watu wengi walikuwa wanatarajia ni kwamba tutakuwa na kupanda kwa vipengele kwa vipengele vile vya taxes zimebaki mahali ambapo ziko kwa sasa. Na hivyo basi kuna mahali ambapo wameweza kuangalia kama vile bei ya maziwa, yani zile rasilimali ambazo tuko nazo kama Wakenya, wameweza kuangalia kama tunaweza kufanya bei ya vyakula hapa nchini iweze kurudi chini. Na pia kabla tu swali la mwisho kabla hujaondoka, umeweza kusema kwamba kuna baadhi ya vipengele ambavyo ni muhimu, kwa sababu unajua kuna baadhi, na najua lazima tu kuna kipengele ambacho umekiona hapo ndani au kuna kitu ambacho umekiona hapo ndani kitamfinya ama kitamuumiza mwananchi. Labda tu uko unatuelezea ni kitu kipi ambacho ungependekeza serikali ingeliweka hapo au ingeweza kuongeza katika mswada huu wa fedha wa mwaka 2025? Mwanzo ni kwamba wamepunguza pesa ambayo walikuwa wanatenga kwa minajili ya elimu. Vyuo vyetu vya humu nchini vitaumia sana. Hapo ndio nimeangalia kuna upungufu katika ule mswada wa mwaka 2025, kwa sababu wananchi walikuwa